Ya 31 dakika kwa saa za Afrika Mashariki tangu ilipotimia majira ya saa 10 kamili za jioni. Kipindi hewani ni Dizzy Drive, na ndivyo ambavyo nimerejea tena hapa kuhakikisha basi tunaungana tena kwa kutumia nambari ya 0663335550. Ndio namba ambao natuma jumbe yako hapo fupi, mbona tunasikia kaswida, kuna nini hapo? Na ndivyo ambavyo tuko hapa na Siraji Crew kutoka pande za ujenzi, na kama ambavyo unajua leo ni Ijumaa, tunagusa pande zote kwenye Dizzy Drive huku pia. Na sisi wana Dizzy Drive tupo, na ndivyo ambavyo tuko hapa na kiongozi mkuu wa Siraji Group anaitwa Saidi Jack, ambaye yuko kwa ajili ya kutujuza jambo lake. Morogoro bwana ni mkoa ambao haunaga jambo dogo, na tukizungumzia masuala mazima ya upande huu wa kiimani, ukizingatia tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kwa wenzetu wa Kristo wako Kwaresma, basi ndivyo ambavyo upande wa Kiislamu huko kupitia Siraji Group wameamua kuandaa jambo lao kubwa kabisa ambalo litafanyika inshallah tukijaliwa uhai panapo majaliwa siku ya Idi pili. Wapi na itakuwaje, kwenye mazingira gani? Tuko hapa na wahusika wenyewe wa Siraji Group kupitia mkurugenzi wao Said Jaka yuko hapa, atatujuza pia mengi zaidi. Karibuni sana kwenye Dizzy Drive. Shukrani. Asante sana. Kwa yule ambaye anakusikiliza pia, wenda amewahi kusikia sauti yako, labda kuna mwingine ndio anatua Morogoro kwa mara ya kwanza, labda amewahi kusikia nyimbo zako kwa sababu zinachezwa kwenye maeneo mbalimbali, lakini hajawahi kusikia sauti yako. Kwa ufupi tu jitambulishe na namna ambavyo mnafanya kazi zenu kwenye kwenu. Okay, shukrani. Said Jaka ndiye CEO ama mkurugenzi wa Siraji Crew, kundi ambayo tunajihusisha na masuala mazima ya kasida za aina mbalimbali. Kama ulivyosema, lengo la kuja kwetu hapa ndugu msikilizaji, ni kuja kuwa taarifu kwamba tumeandaa eventi kama ilivyo ada yetu. Inapofika kipindi cha sikukuu ya Idi huwa tunaandaa eventi kwa ajili ya kasida, na lengo la kuandaa eventi hizo ni tunatoka katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa katika hilo, kwa minajili ya imani yetu ya dini, tunafundishwa ni namna gani ya kuweza kuzisherehekea hizi sikukuu za Idi ili tusiende kwenda kuziharibu saumu zetu kwa kuzisherehekea kinyume na misingi na maadili ya dini. Kwa sisi kama Siraji Crew tumeandaa event, na event yetu inakwenda kwa jina la Lailatul Dhikra. Kwa maana usiku wa kukumbukwa. Tukifanya hii mwaka huu ni mwaka wa 3, na tunafanya katika ukumbi wa Chief Kingalu. Na lillahi alhamdu, kwa mwaka huu tumekusudia tutaifanya katika usiku wa Idi pili. Tegemea na muandamo wa mwezi, aidha ikawa tarehe 20, 21, tegemea mwezi na muandamo wa mwezi. Kwa tutafanya event hiyo katika ukumbi wa Chief Kingalu. Na lengo kama tulivyosema ni kuwafanya watu Waislamu waje kufurahi kwa pamoja, lakini katika misingi na maadili ya dini. Tutakuwepo wenyewe Siraji Crew top performers katika hiyo. Mwanzo, jukwaa letu la mwanzo ilikuwa lengo ni kutaka kuwainua na wengine katika tasnia kasida hususan katika mkoa wa Morogoro, ili nao wanapoperform pale kidogo wapate kuinuka. Lakini tukaja kuona Morogoro tuko nyuma. Kuna baadhi ya watu unawapa chance, lakini the way unavyotarajia wao hawa pretendi vile ambavyo wewe unakusudia. Lengo watu waje kuperform, lakini mtu unamwalika by then haji kuperform. Tukaona hii sio sawa, kwa sababu sisi lengo letu ni kuwainua, lakini wao hawataki. Kwa hiyo tukaamua sasa, toka event iliyopita tutaperform wenyewe mwanzo wa event mpaka mwisho wa event katika kaswida mbalimbali. Sisi tuna stock kubwa sana ya kaswida. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki zetu wa Siraji Crew na wale wanaotusikiliza katika muda huu waje katika siku huo ambao ni Lailatul Dhikra katika ukumbi wa Chief Kingalu, ili waje kustarehe na kasida mbalimbali zitakazoimbwa na wana Siraji Crew wenyewe. Na kama ilivyo ada yetu, sisi performance yetu tunafanya live performance, hatufanyi playback. Kwa maana siku hiyo waje kuwa watasikia kinanda itapigwa nai, itapigwa violin, itapigwa udi, kwa sababu sisi tunafanya Arabic scales. Yaani muziki wetu tunaofanya sisi ni Arabic. Kwa kila kitu atakuja kukisikia katika siku hiyo. Lakini anaweza akajiuliza wasikilizaji kwamba wanakuja vipi?
Kama tunavyojua shughuli hizi maandalizi yake yanahitaji budget in terms of kukodisha ukumbi, mapambo na production zinginezo. Kwa hiyo tumeweka viingilio ambavyo kwa namna moja ama nyingine vitakuwa ni rafiki hususan kwa watu wa Morogoro na majirani wa Morogoro. Tuna kiingilio cha normal ticket, kwa maana tumeandaa ticket kwa ajili ya kuweza kuingilia hapo ili kuweza kujumuika na kuweka historia katika usiku huo kukumbukwa. Ambayo tiketi ya kwanza ni tumeita normal ticket ambayo itapatikana kwa gharama shilingi 10,000. Lakini tuna VIP ticket. Hii gharama yake ni shilingi 20,000, lakini tuna ticket ya VVIP gharama yake ni shilingi 30,000. Lakini kuna wale mtu anaweza kataka kuja na familia yake, lakini akataka kukaa pamoja, hatukuacha mbali pia. Tunawaandalia tiketi yao ya table ambayo inapatikana kwa gharama shilingi 300,000, watakuwepo watu 10. Ni ile ile VVIP ya shilingi 30,000, isipokuwa hapa watakaa kwa pamoja watu 10 katika meza yao wakistarehe na wakiburudika na kaswida. Lakini tunayo kodi ya kuweza kuhudhuria katika event yetu hii. Tukasema kwa kina baba wavae kanzu, lakini kina mama wavae abaya. Anaweza akauliza mtu, mimi sina kanzu, nataka kuja, inakuwaje? Au mimi sina abaya. Lengo ni watu kuweza kuhudhuria katika event yetu. Kwa hiyo kama una abaya usivaa stara, ni ruksa kuja, ile mwana baba au mwana mama. Lengo ni stara, unaweza kuja kwa ajili ya kuja kuhudhuria katika event yetu. Okay. Haya.